Unajua kwenye kombe la dunia kwenye tournament fulani wanaita, kuna watu wanaitwa dark horses Yeah. Yani ni farasi mweusi ambaye anakuwa ni kama anapewa nafasi lakini watu wengi hawajamtazama kwa ukaribu Kabisa. Uturuki nao walikuwepo huko, lakini baada ya michezo miwili tu Kavio Nasir, Uturuki wamepoteza michezo yote miwili. Shida iko wapi kwa Turkey? Nini kilisababisha wakafikia kwenye mwisho huu ambao kiukweli hauwavutii watu wengi? Cha kwanza kimenishangaza kwa sababu kuelekea kwenye build up ya Uturuki kuelekea kwenye kombe la dunia, nadhani kupo na build up nzuri. Kabla hata mashindano kuanza, wameshinda dhidi ya Venezuela mchezo wa mwisho, walishinda dhidi ya Macedonia, walishinda dhidi ya Kosovo, hiyo ikopo ile qualifiers mechi ya mwisho, walitoa sare dhidi ya Spain, walishinda dhidi ya Bulgaria, walishinda 4-1 dhidi ya Georgia. Ni ushindi juu ya ushindi. Lakini tunasemaga siku zote unapokuja kwenye mashindano makubwa kama haya, mentality ya wachezaji, mbinu za kocha zote zinapaswa kuwa A1, zinapaswa kuwa superb. Nadhani mechi ya Australia kwao ilikuwa kama surprise package hivi, kama iliwashtua hivi ya jinsi walivyopoteza kuna ule mchezo. Baada ya kupoteza kuna ile mechi dhidi ya Paraguay, ilikuwa ni mechi ambayo kwa ilikuwa ni must win game. Namna jinsi walivyopoteza zile nafasi, hata baadaye Paraguay walipokuwa pungufu kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kwa napaswa kuja pia kupata matokeo. Nadhani ni muendelezo wa ile mechi ya kwanza, jinsi wachezaji tu utulivu wao kwenye tunasema kwamba kwenye nafasi ambazo za kufunga mabao. World Cup ni shindano ambalo linakuja kila baada ya miaka 4. Ndio hivyo kombe la dunia. Na ukipata nafasi moja ya kufunga goli ambao ukaikosa, unaweza usipate tena ukaja kuipata miaka 4 ijayo iwapo ukapata nafasi. Kwa Uturuki, hizi mechi ambazo wamecheza dhidi ya Paraguay, dhidi ya Australia, ni mechi ambazo kama walikutana na surprise package. Watu wengi wanaweza wasiwe na nafasi ya kuweza kuwatazama Paraguay kwenye mechi zao, lakini mimi kuna mechi ambao nilipata nafasi ya kuona dhidi ya Ugiriki na walishinda 1-0 kwenye hiyo mechi, na niliweza kujua kwa nini Paraguay waliweza kufunga Uturuki. Cha kwanza ni timu ambayo iko very organized kwenye upande wa defense. Wako organized sana, yani hata walipopata kadi nyekundu dhidi ya Uturuki kwenye ile mechi ambayo walishinda 1-0, bado hawakutoka kwenye ile structure yao. Uturuki ni pasi nyingi ambazo zinapigwa sideways kwenda sideways, wakawa wanashindwa kuivunja timu. Lakini pia Uturuki wanakosa tunasema kwamba mchezaji mmoja kwenye timu, warau wapati 4-5 ambao wana ubora kama mataifa mengine. Hapa tutawazungumzia wachezaji ambao tunawafahamu kwa ule ubora wao. Yildiz, Adagula pamoja na Çalhanoğlu, wote walikuja kwenye haya mashindano wakiwa kwenye top form. Hilo ndo swali la kujiuliza. Inawezekana ni ambapo jibu ni ndio. Sidhani, kwa sababu mimi nitakwambia kwa nini. Ada hakuwa anapata nafasi sana, ingawa namba zake ni nzuri. Adagula msimu uliomalizika hakuwa anapata. Mimi naona amechukua mchezaji bora wa UEFA Champions League kwa vijana. Mimi nazungumzia kwenye upande wa ligi. Unajua unaweza ukawa unacheza lakini wewe ni starter. Hilo ndo swali. Lakini msimu huu Kavio kwa asilimia kubwa sana msimu huu kiukweli Ada amepata nafasi. Mimi kwa utazangalia takwimu amecheza sana kiukweli. Mimi binafsi naviona yes amepata nafasi ya kucheza, lakini kuja kwenye mashindano haya ya kombe la dunia alikuwa kwenye top form. Mimi naweza ngasema alikuwa kwenye top form kwanza game ya kwanza. Amina hata kwenye mechi ya kwanza nafikiri Adagula ndo mchezaji kiukweli. Tukiangalia angalia kwenye statistics za Turkey kwenye jinsi ambavyo ndio mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi, ndio mchezaji ambaye alikuwa na show up kwa asilimia kubwa sana. Nitakuwa tofauti baada ya dakika 90 kuna Wesi mzee wa sofa score zile. No. Najaribu tu kukupa najaribu kukupa taswira. Kuna taswira nataka nikupe. Kwa sababu hapa nimemzungumzia Alda, nimemzungumzia Yildiz, nimemzungumzia na Çalhanoğlu. Okay, kwa umesema tuende kwenye takwimu, ndio tunaangalia hizo takwimu. Kwenye mechi msimu uliopita amecheza mechi 57. Kwa mashindano yote. Manake ukitaja top 5 ya wachezaji walicheza dakika nyingi Madrid, huyo yupo. Lakini kwenye mechi ya 57 alizocheza kwenye ligi amecheza mechi 33. Hivi naomba niweke vizuri. Kwenye kombe la dunia. Sio sikilize Kavio. Hebu tusikilizane. Wewe kuna kitu umetuchanganya hapa, ndipo ambapo tuelewane. Wewe umesema hawa wachezaji ambao umewataja ambao ni top, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yildiz na Ada Güler, si ndio? Kama wameenda kwenye WC wakiwa kwenye top form, si ndio? Ambapo mimi
na nafikiri hata na wadau wengine unaweza kukubaliana na sisi kwamba Hakan Çalhanoğlu ameenda kwenye top form. Kwenye mechi iliyopita ya Turkey dhidi ya Paraguay. Sawa. Unajua kuna namna rich timu inaweza tu isipate matokeo, lakini kuna mchezaji ana performance. Mimi naomba niweke vizuri, siku kwanza Magunga, naomba niweke vizuri, nataka niweke vizuri kwanza ili nieleweke, maana mnaenda nje na itakuwa ni mara ya mwisho kuweka kitu chako vizuri. Ile nataka tuende vizuri kuna hili swala, maana kama mnaenda nje, games zimepigwa 2 au sio, dhidi ya Australia, dhidi ya Paraguay. Inaweza ukawa mnacheza vizuri, okay, lakini wachezaji wenu wale top players wasiwape ile end product ambayo wametoa brother. Magoli yamepatikana, ndio kitu ambacho nilichokuwa nataka kwenda ukizungumzia sasa. Wakati George anakuja hapo ili usije kaweka tena vizuri. Tukirudi kwenye muktadha wa mazungumzo, kwa sababu mimi nakumbuka ulichosema, umesema kwamba je, hao wachezaji wametoka kwenye vilabu vyao wakiwa kwenye top form kwenda kwenye kombe la dunia, ambapo jibu ni ndio. Tukisema hicho kitu sijakikataa, lakini uliuliza swali na mimi nikakuwa na mashaka kwamba mimi nilikwambia ndio, ukasema ukakataa. Ndani kwa nimesema kwa Dagulu umekataa. No, ilikopo kombe la dunia sio kwenye club. Wewe hatujaelewana. Yaani mimi niliuliza swali, naomba niweke sawa. Jamani wadau, mnaweza mkatuambia hapo kazi alikuwa anasemaje? Kwanza kuna VR na kama mtu anaweza ku throwback YouTube hapo arudi sehemu ambapo alikuwa anazungumza Kavion ili tupate jibu sahihi. Kabisa na mashaka na dakika alizocheza Dagulu kwenye ligi. Na amenijibu which is okay. Okay, tukirudi kwa Hakan Çalhanoğlu amecheza fresh kabisa, ila kwenye kombe la dunia. Hivi bado hatujaelewana. Kwenye kombe la dunia. Ngoja kwanza niweke kitu. Okay, tunda kwenye kitu kwa nataka kusema. Kavion, yani hata kwenye World Cup. Turkey ni miongoni mwa timu ambazo kwenye matokeo ya mwisho ya kupata ushindi hawajafanya vizuri, lakini in terms of performance kwenye maeneo mengine wamefanya vizuri. Mfano kwenye mechi iliyopita dhidi ya Paraguay, Turkey walikuwa na expected goals ya 2.17 full time, goli ambayo walitaraji. Hiyo ndio full time wao wenyewe. Okay, after expected goals full time wamepata magoli mangapi? Sasa kwenye football ukijaji tu scoreboard kuna picha, yani kuna picha vitu vingi sana. Hii ni World Cup. Yani changamoto ni kwamba hii ni World Cup. Yani World Cup. Mimi ninachofikiri anachomaanisha Magunga Kavion ni kwamba Uturuki sio kwamba alicheza vibaya. Hata baada ya World Cup kuna maisha mengine baada ya World Cup. Magunga, hii ni World Cup. Naomba tuzungumze kitu kimoja. Hii ni kombe la dunia. Naomba niweke sawa. No, nataka niliweke sawa. Hili ni kombe la dunia. Okay, haijalishi umecheza vipi. Kwa watu wanachokiangalia ni end product. Wametoka sasa hivi hawapo kwenye mashindano. Tutasema walicheza vizuri. Sorry Kavion. Mimi nafikiri kuna kitu hapa ambacho ninyi wawili mnazungumza ambapo kila mmoja ni sahihi kwa upande wake, ingawaje kuna namna inabidi muelewane. George amekuelewa kwamba it's okay, tunajua Uturuki umeshatoka. Yaani hakuna namna ambapo itatumika kitu kilikuwa negative. Lakini angalia hata jinsi ambavyo anachumanisha George ni kwamba Uturuki kuna nafasi nyingi sana wamezitengeneza. Haimaanishi nisikilize. Yaani Uturuki pamoja na kwamba wametengeneza nafasi nyingi ndio wametolewa, lakini anachumanisha ni kwamba sio kwamba Uturuki walikuwa wanacheza vibaya. No, mimi nimekubaliana. Naomba niliweke sawa. Kama umekubaliana basi mimi nimekubaliana na hilo swala, lakini kitu ambacho nakigusia kwenye kombe la dunia. Naomba tuelewane kwenye hilo swala. Neno haijalishi. Makocha hataki kabisa kusikia. Kwenye kombe la dunia haijalishi umecheza vipi, lazima upate matokeo. Kama umetoka kwenye mechi 2 na maana gani ulicheza vizuri? No. Hamna maana. Neno haijalishi. Ngoja nikwambie, sisi tunapenda sana kutumia msamiati haijalishi. Au utasikia kwenye mechi ya mtoano haijalishi. Yaani kuna muda unakuwa lucky umeshinda, lakini kocha kuelekea kwenye mechi inayofuata atawaambia that performance. Kwa kumalizia mimi nitakwambia kitu kimoja. Nishia kumsikia Rio Ferdinand, okay, akiwa anaizungumzia Man United kuna hii miaka karibuni hapa. Alisema kitu kimoja. It doesn't matter how you play knockout football. Sasa ndio nimekuambia hivyo haijalishi kwa Kiswahili. Okay, sawa. It doesn't matter. Tunakuta nini Man U? Basi inatosha kuhusiana na Uturuki. Si ndio bana? Inatosha kuhusiana na Uturuki, lakini Kavion kuna vitu ambavyo unazungumza kuna muda unajisahau. Hili swala nimewaambia watu waangalie kwenye VR hapo, tuambie kama Kavion alikuwa kwa sababu ukiangalia hata kwenye mchezo wa kwanza mchezo wa kwanza dhidi ya Australia pia walicheza game nzuri pia. Na unajua moja kati ya vitu ambavyo nimekuja kuviona, unajua Uturuki inawezekana ndio timu ambayo imepossess mpira zaidi kuliko timu nyingine yoyote kwenye mechi zote hizi mbili ambazo watu wamecheza, kwa sababu ukiangalia mechi ya kwanza wana zaidi ya 72. Yes, mechi zote mbili wana 70. Moja kati ya timu imepiga mashuti mengi zaidi kuliko timu nyingine yoyote. Inashika nafasi ya zaidi ya mashuti 25 kwenye kila mchezo. Mfano kwa Evans kwenye hii mechi ya kwanza unaizungumzia, Uturuki wamiliki mpira kwa 72. Hiyo it's okay, unaweza kusema ni mtindo tu wa uchezaji, lakini wamepiga mashuti 30. Mashuti waliolenga lango ni 8. Kuna miguso 51 kwenye penalty box. Alafu nafasi kubwa ni 2 walizozipoteza. Kwenye mechi ya mwisho
hii na Austria. Kwenye mechi ya Paraguay wametengeneza nafasi kubwa 5. Wana miguso zaidi ya 50 na wamepiga mashuti 30. Kwa anachokisema Evans pia kipo sahihi. Na Paraguay alikuwa na kadi nyekundu kipindi cha pili. So obviously zote tactic na hizo stats lazima zibaki. Ni matokeo yanaweza kukusaliti tu, lakini haimaanishi performance mbaya. Moja kati ya vitu ambavyo Rich mimi navizungumza na narudia tena. Mimi ni mtu wa mwisho wa kuamini matokeo. Matokeo yanaweza sikupe kila kitu. Yasikupe tafsiri ya timu yako. Inaweza ikashinda leo, lakini kuna details ndogo ndogo ukianza kuzikosa kwenye mechi inayofuata. Hivyo vitu kama hujavifanyia kazi, utarudi ulikotoka. Na wakati tunatoka hapo naweza nikawa nimekuelewa Evans, kwa sababu kwa mfano kwenye ligi unaweza kupoteza michezo miwili mfululizo lakini usiwe knocked out. Sijui umeelewa. Lakini kwenye tournament ukipoteza michezo miwili kwenye group stage umefanyaje? Umetoka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwenye ligi unaweza ukapoteza michezo miwili na bado ukabounce back. Maana yake ni kwamba lakini kwenye tournament unaweza kusema jamani wabovu, lakini kumbuka michezo miwili tu ndio imetumika wao kuwaondoa kwenye. Ndio maana kitu ambacho bangezungumza ningemuelewa. Sawa. Ni kwamba hii team walikuwa ruthless. Yaani walikosa makali. Lakini ukikusanya takwimu zao kwenye kila aspect mpaka kufika kwenye goli, walikuwa sawa. Takwimu zilizowasaliti ndio hapo ni pale kwenye ile mabox. Okay, nafikiri inatosha. Evans, kuna watu wanaitwa Tunisia. Ndugu zake Ashraf. Tunisia bana wamemleta kocha mpya Javi Renard na jana walikuwa wanacheza na Japan asubuhi sana. Bana Japan wamepata ushindi wa magoli 4-0 na hao miamba wanatoka wakiwa wamefungwa magoli takriban 9-1. Wamekuwa na makocha wawili tofauti. Yes, na haikutosha kwa kile ambacho walikuwa nadhania labda kinaweza katokea, kwa maana kwamba wakimleta kocha mpya magoli ya Daichi Kamada, Ayase Ueda ambaye alifunga mabao 2, lakini Junior Ito akifunga bao 1 ndo yalioondoa katika tournament ya World Cup. Nafikiri ni timu ambayo watu wengi hata waizungumziaji sana. Hata ikifuzu watu wengi haoni kama story. Lakini kwenye kombe la dunia msimu huu ukweli hawajaperform vizuri. Yes, hawajaperform vizuri na unajua wameperform kwenye level ambayo kidogo inatia mashaka. Mechi ya kwanza unaokota 5, mechi ya pili unaokota 4. Kidogo sio tafsiri nzuri. Unajua ukiangalia hata kwenye level tu ya mpira wa Afrika, Tunisia bado imekuwa inashindwa kufika kwenye levels ambazo utawakuta Misri, utawakuta Algeria, Morocco, wakuti huko. Angalia hata ligi yao tu yenyewe sasa hivi haina tena hiyo quality. Kwa sababu kuna vitu vinapungua. Kwa hiyo hiki ambacho kinawatokea kitokei bahati mbaya. Sasa hivi wachezaji wanaocheza nje ya mipaka ya Afrika wa Tunisia hawamiti ile standard ambayo ilikuwepo kwenye World Cup 2018 kurudi nyuma. Sasa hivi Tunisia watu wanaamini tu ikienda makundi wamesogea sana 16 wako nyumbani. Kwa hiyo ni moja kati ya performance mbaya ya Tunisia wamewahi kuishuhudia kwa kipindi cha hivi karibuni. Wakirudi waangalia namna gani wanaweza kuistructure timu yao upya kuhakikisha inarudi kwenye mashindano na kuwa moja kati ya timu ambazo zinatoka Afrika na watu wanaweza kuzipa macho. Mimi mapema kabisa timu za Afrika ni Morocco, Senegal. Watu wengine imani yangu ni ndogo sana kwao. Ndogo sana. Lakini inawezekana Javi Renard akapata time ya kutengeneza timu. Ni moja kati ya makocha ambao wamefanya vizuri sana na national teams za Afrika pia. Amefanya vizuri na Ivory Coast, amefanya vizuri na Zambia. Inawezekana pia kwa Tunisia. Inawezekana kama watampa hiyo time, kwa sababu unajua umekuja mashindano tayari yameanza na kitu kibaya zaidi ya mashindano hakuna masuala ya marudiano. Kifungwa mechi moja unawaza mechi 2 zilizobaki. Unapambana vipi kupata alama uweze kuvuka. Mwisho wa siku wamepoteza na mechi ya pili. Safari yao sasa hivi ile bed ya tunasema jingo ya international ya Crown Sports paki mabegi yako inaanza kuwahusu wake. Kwa hiyo wanaanza kupaki mabegi yao kuanza safari ya kurudi Tunisia, kwa sababu hata ukishinda nafasi ya best loser tu wewe huwezi kuwepo. Idadi ya magoli yaliyofungwa ni nyingi. Yaani ndio una alama 3 ila kuna watu huko hawaja concede goals za concede wewe. Au kidogo hata hiyo nafasi ya best loser inakuwa changamoto kuiona, kwa sababu kuna watu tayari wana alama 4 na utawakuta mule. Wewe una alama 3 una survive vipi? Kwa hiyo kidogo ni changamoto kwa Tunisia. Wawaze kwenye yanayofuata. Waza AFCON, waza World Cup 2030, utakuwa una timu ya aina gani? Ila kwa sasa tunasema tu mkono wa kwaheri unawahusu. Okay, unasemaje Kavin Nasir? Mejbir Hannibal ndio jina lake. Hannibal Mejbir. Hannibal Mejbir. Kijana kutoka zamani wa Manchester United Academy. Sasa hivi yuko Burnley. Ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tunisia. Nakumbuka AFCON kipindi wanatolewa, kuna kauli moja alisema kipindi anahojiwa, akanyoosha kidole kwenye FA ya Tunisia
akasema tunapaswa kuanzia sasa kuanza kuangalia vitu vingi, kuanzia grassroots. Lazima tuangalie jinsi tunavyoandaa vijana wetu. Lazima tuangalie ligi yetu pia ni kwa namna gani inaweza kuproduce wachezaji kwenda, yani kutoka hapa kwenda walau hata nje ya bara la Afrika. Lakini pia waangalie kwenye upande wa coaching pia ni kwa namna gani hivi vitu vyote vinaweza vikashabiana. Tunisia hajawa na flow nzuri sana ya matokeo kuanzia AFCON mpaka kufika huku, na kinachosikitisha ni kwamba hii ni timu ambayo nikiwaambia mtashangaa, nafahamu mnajua, lakini mtashangaa. Tupe hilo jambo. Hawakuruhusu bao kwenye qualifiers, ndio hivyo ambapo nilikuwa nimesahau, asante kwa nikumbusha. Hawakuruhusu bao kwenye qualifiers, yani kuna zile mechi zote hawakuruhusu bao hata moja mpaka wanafuzu. Lakini mechi ya kwanza unakula mkono, unapigwa 5. Baada hapo unafanya changes ya technical bench ya kocha, ambapo mimi sikutegemea kwamba atakuja kufanya mabadiliko ya haraka kwa sababu nyakati ambazo yeye alikuwa anafanikiwa na hizi nyakati wachezaji ambao wanafanya nao kazi kipindi kile na sasa hivi ni wawili tofauti. Kwa hiyo Tunisia wana kazi kubwa ya kuitengeneza timu ya taifa, kwa sababu hata barani Ulaya huko ambapo zamani walikuwa wanatamba hawana wachezaji wengi sana ambao ni tishio. Hata ukiangalia timu ya taifa, yule mchezaji mmoja tangu enzi kina Wabi Kazri, sidhani kama wameproduce number 9 au 10 ambao wanatisha tena kama kipindi cha nyuma. Hawana wachezaji wengi ambao ni noma, labda akina Skiri ambaye yuko Frankfurt, yuko Frankfurt pale. Lakini kuna mtu kama Hannibal Mejbri ambaye yupo Burnley, kuna Ian Valery ambaye anacheza Southampton. Wanatafuta kwa tabu. Yuko Young Boys. Ni wachache. Kwa hiyo kwa sasa hivi unaweza kusema kiukweli wana changamoto kubwa sana katika eneo hilo. Kwa hiyo hizo timu mbili ambazo tayari zimekuwa confirmed kuondolewa katika michuano ya kombe la dunia. Sasa ni Uturuki na Tunisia. Haiti nao tayari. Sio mikango mechi mbili nao. Au labda wana nafasi ya ipi? Mechi ya mwisho kumbuka wanamuliza na Morocco. Hana msamaha. Wanahitaji Turki na Tunisia kwa sababu ni mataifa ambayo ni kwanza kuondoka. Haiti kumbe mapema hiyo. Kapigwa 1, kapigwa 3. Wenyewe wameridhika. Cha msingi walifika kwenye michuano, wameenjoy. Kuna mtu anaitwa Busongo Kaseka ambaye ni VR amesema kweli Kavion Nasir. Nimeangalia YouTube pale nyuma. Kweli alisema kwamba kuna wachezaji wametoka kwenye hizo vilabu kwenda kuonyesha ile timu Uturuki akiwa hawana viwango, kwa hiyo sikatae. Nataka niheshimu VAR, nataka nimpe props. VAR lazima iheshimiwe. Kwa hiyo namsifia, nampa props. VAR lazima iheshimiwe. Teknolojia lazima nimpe na heshima yake. Kwanza kuisifia VAR ni wewe. Ni moja kati ya sehemu ambapo watu wengi wanapataga sana lawama. Anyway, sasa mechi ya Ecuador na Curacao nayo ni moja kati ya mechi ambazo kiukweli sikuamini ambacho kimetokea kwenye full time scenes, kwa sababu nilikuwa najua kwamba hii mechi Ecuador anaweza kupata ushindi. Mashuti 19 on target nafikiri zilikuwa takriban save 15 za kipa. Kweli Ecuador unajua nao ni moja kati ya hizo timu ambazo zinapewa nafasi, lakini pamoja na kucheza vizuri waga watoboi. Mechi ya juzi nafikiri moja kwa moja sifa ziende tu kwa goalkeeper George Magunga. Kwa hizo takwimu tu haina haja ya kuchambua. Hicho utakumbuka nilikwambia. Curacao ambao watu wanaona mifungo 7, kuna watu watashindwa kupata hata goli. Nimekumbuka bana. Haina haja ya kuchambua. Yaani kuna namna tu, kuna watu tu watakuja watakwama hapa wakiamini ni kitu kirahisi. Sema tu kwa timu za namna hiyo, kama una goalkeeper ambaye anakupa garantia kupata clean sheet, ukijiandaa ipasavyo kwenye makala World Cup unaokuja wakapata washambuliaji wawili ambao ni threat kwenye transition, ni rahisi kushinda mechi. Goalkeeper ni Eloy Room, na nilikuwa nataka kuhoji hiki. Kwa nini magolikipa wa timu ambazo zina madaraja ya kati wamekuwa na save nyingi sana? Hata kwenye ligi. Kwani Garcia alienda Barcelona kwa sababu gani? Shughuli kuokota michomo. Yule nani yule AS Milan alitoka Monza. Yule sasa Juventus. Ipo Juve. Yes, alitoka Monza. Nafikiri alienda Juventus kwa sababu gani? Kwa kweli kuokoa vyuma. Nataka niongezea hapo. Ukiangalia mechi za championships, unaonaga pale kwa golikipa amechimbika. Mashambulizi yanakuwa mengi. Watu wanakuja. Sema tu picha ambayo inapatikana ni kwamba hizi timu za madaraja ya kati kwenye michuano au duniani
kuna nyakati ukiona golikipa anasifiwa sana kwa kuokoa michomo, manake defensive wise kwa timu nzima kuanzia kwenye safu ya ulinzi kwa maana mabeki wakati kwenda mbele, timu inakuwa structure yake inaweza kawa sahihi, lakini utekelezaji wa majukumu usiwe sawa sawa. Au inaweza kawa sahihi kabisa, utekelezaji ni sawa, lakini unakutana na quality ambayo ni kubwa zaidi. Kwa mfano Ecuador, una mtu kama Ena Valencia, una Moises Caicedo na wachezaji wengine. Huyo jamaa alifanya saves 15 kwenye box. Yes. Bado timu haikuwa na uimara mkubwa kiulinzi. Unajua mwanangu, kuna timu za kukutana nao rich. Hivi kwa mfano wewe unacheza na Spain, tuseme Cape Verde, cheza na Spain, kipa amefanya save 7. Hivi unataka kuniambia kwamba kuna namna unakuta defense imeshake wakati una wachezaji kama wakina Mikel Oyarzabal, yaani wachezaji ambao unakuta kweli hawa ni top players kwenye top clubs barani Ulaya. Lakini ile expected goals ikiwa inakuwa kubwa zaidi, maana yake au touches ni nyingi zaidi kwenye box lako. Maana kuna namna, kuna sehemu licha nyinyi kama mnaona mpo imara, lakini kuna sehemu mko imara. Sawa, Eloy Room ndo alifanya save 15, nani goalkeeper wa pili ambaye alipata hizo sifa nyingi. Ameshafikisha followers milioni 1 kwa Instagram. Hebu angalia hapo. Nilimwacha mara mwisho mimi nilikuwa na mfollow, tulikuwa watu 614. Nyinyi ndo mnasimamia hizo kampeni. Kipa akidaka vizuri tu tunaondoka naye. Nzuri. Iandike Eloy Room. Yaani kuandikia hapa. No room for goals. Hatari, watu washambatiza na jina. Verify. Na followers milioni 1.1. Kabla hapo hoja mfollow alikuwa yuko nyuma. Alikuwa nyuma sana. Alikuwa chini ya milioni 600,000. Na yeye hajamfollow. Na unanichonganisha. Nimemfollow Vozinha bana. Okay, Vozinha. Speaking of Vozinha bana, timu yake imetoa sare ya bao 2-2 dhidi ya timu ya Uruguay. Evans. Cape Verde kiutani majamaa anaweza akaenda kwenye hatua 32 bora ujue. Pointi mbili kwenye group lao ambapo kuna miamba kama Germany, kuna miamba kama Hispania, miamba kama Uruguay. Sio kitu kidogo ujue. Na mechi ya mwisho wanaenda kucheza na Saudi Arabia. Effort iliyotumika kwenye mechi ya Spain, effort iliyotumika kwenye mechi ya Uruguay, ikiwepo uwanjani, Saudi akafungwa. Sema maneno yako Evans mara nyingi waga ni kweli, sijui kwa nini. Effort iliyotumika kwenye mechi ya Uruguay jana, effort iliyotumika kwenye mechi ya Spain, ikitumika kwenye mechi ya Saudi akafungwa. Kina Salim Al-Dawsari nyumbani. Saudi wana makosa mengi sana kwenye eneo la ulinzi. Ikitokezwa nafasi zinapatikana, naamini Cape Verde wanaweza wakaqualify. Na kitu kingine ni kwamba Cabo Verde wana athleticism kwenye timu yao ya kutosha. Yaani wale wachezaji nenda rudi au kuzuia kwa muda mrefu na kushambulia maeneo makubwa zaidi, uvumilivu wanao. Na hata jana kufunga goli la namna hiyo, kwa maana ya kutoka chini kufanya fast transition kwenda juu, lakini ulikuwa unaona majaribio ambayo alikuwa wanayafanya. Na huo uvumilivu wao kukaa nyuma na kuzuia wanao. Lakini mwejiuliza kwa nini makocha wengi wakubwa wanampraise Marcel Bielsa alafu timu zake hazijawahi kuwa bora kiulinzi? Yaani sio tu kiulinzi, hazikuwa na ule muendelezo wa performance. Yeye mwenyewe hajawahi kuwa kocha ambaye ni top manager kwenye top national. Lakini wao makocha wengi sasa wanamrate Bielsa kama miongoni mwa top managers wengi wakubwa. Ushajiuliza ni kwa nini? Naweza nikawaelewa kwa sababu hata mwalimu ambaye anakufundisha leo George anaweza sasa kupata pesa ambazo unazipata wewe, lakini ndio amekutengenezea msingi ambao unakuwa bora zaidi. Kuna jamaa mmoja alini kabla mashindano kuanza. Alinitext WhatsApp tukawa tuna discuss kuhusiana na hizo group. Akaniambia na hilo group la Uruguay hilo. Hapo Uruguay ndio anawezekana akawa na wakati mgumu. Mimi sikumuelewa unajua. Lakini baadaye nikaja nikafikiria, nikawaza, nikaanza kuimagine team za Bielsa. Nikagundua kitu kimoja. Brother, kuna ule msemo anasema mtaka vyote kwa pupo weza ukosa vyote. Ndio Bielsa ambacho na maisha yake yote ndo anaamini hivyo. Umeona point uliongea kwamba wana changamoto za kiulinzi. Ni kwa sababu Bielsa ni muumini wa high intensity akiwa anashambulia au akiwa na mpira, na high intensity akiwa na press. Tena anafanya man marking. Sasa brother, kwenye Marekani na alielewa ilivyokuwa vile ile joto ile. Uwezi ku apply intensity ya juu kwenye phases zote mbili, utaumia. Angalia ile distance. Jana Uruguay walikuwa wanashambulia na wachezaji 7 juu. 7 juu wanabaki mabeki wawili na kiungo mmoja. Asa jiulize, watu 7 juu wapo. Yaani watu juu kwenye eneo la mpinzani wapo watu 7. Alafu rest defense yako ina watu 3. Alafu mbali kati ya wale mabeki na golikipa ndio unaweza kusema yule, yani golikipa yupo mbali.
Kwa ni kama unakutana na timu ambayo iko imara tu kwenye transition, wanakufunga brother. Simple. Na kitu kingine nafikiri kuna profile wanazikosa pia kwenye eneo la midfield. Kwa sababu ukimwangalia Valverde sijawahi muona ni aina ya kiungo kama kina Phil Foden labda kina Anshek, yule mwambie bwana wewe pokea mpira ukiwa ndani kwenye pressure kubwa. Sio aina ya wachezaji ni aina ya mtu ambaye anahitaji space kwa sababu silaha yake ni kushoot, au ni aina ya mtu ambaye anaweza kufanya runs tena mikimbio yake sio kuanzia juu, ni mtu anayefanya mikimbio kuanzia chini. Lakini hata ukimwangalia Bentancur ni deep line. Yani nakuja chini nipe mpira nichezeshe timu. Of course wanamkosa kuna kiungo anaitwa De Escareta kama sikosei. Nampata yule jamaa. Ampata majeraha. Angalau yule ndo anaweza akaofu hicho kitu. Kwa ndio maana muda mwingi unaona Uruguay wana circulate mpira kushoto, kulia, sideways passes. Na kule wanako circulate mpira wapo wengi, na wanapokuwa wengi na kwenye box pia wanakuwa wengi, kinachotokea nini? Wanaogopa kupiga cross kwa sababu ukipiga cross watu wakizuia face hivi kuna watu watatu nyuma, nini kinafuata? Kwa mzango mambo aache. Na hawezi kuacha kaka uzuri. Hata ile leads zile. Wachezaji walimeza msimu hapo hoi kaka. Watu wanakimbia muda wote. Alafu kitu kingine Bielsa sio yani kwa Bielsa sio lazima wachezaji wako wote bora waanze. Yani hiyo ndio changamoto. Kwa sababu jinsi ukiangalia anapofanya Valverde lazima acheze, Ugarte lazima acheze, Bentancur lazima acheze. Alafu profiling yake sasa Valverde uwezo kumchezesha namba 10 kama alivyokuwa anazungumza Magunga. Yani uwezo ukapata ubora wa wachezaji. Bora angempeleka pembeni. Anacheza kama 8. Ndio sehemu yake. Hapa ndo kampanga Ugarte pamoja na Bentancur. Yani anataka wote wacheze. Hiyo ndio changamoto inapokuja. Au labda double 8 lakini wasiwe advanced kama anafanya Valverde. Uwezo kupata yani advanced ni wachezaji kuwa juu zaidi. Uwezo kupata ile best form, yani best way ya kumtumia Valverde kwa namna hiyo. Okay. Bana kwa ndo changamoto hiyo. Aache. Sasa nje huko kuna miamba. Tunasema mwenyewe hapa hawezi kuacha huyu alikuwa anasema kwamba yani anapenda kutumia wachezaji ambao wana profile kubwa wote. Yani kwa hapa kwa Uruguay kwa sababu hana wachezaji wengi ambao wana zile profile kubwa. Kwake yeye yani lazima mcheze. No, lakini inawezekana unaweza sema una wachezaji wenye profile kubwa lakini mahitaji ni kwamba una wachezaji ambao wana profile za kawaida lakini akawatumia lakini akatumia mtindo mzuri zaidi wa kwa. Kwani ule Scaloni watu wanamu. Yani Scaloni si ana wachezaji wengi tu lakini kuna wachezaji unaweza kusema sasa kwa nini ameanza. Kuna kauli moja ambayo Hans anaitumiaga, anaitaga hawa makocha anatumiaga ambao wanaamini kitu kimoja tu. Sasa Bielsa ni moja hao makocha. Okay. Sawa. Ubelgiji tutawachambua sana lakini kitu kimoja ambacho umezingua ni sare ya 0-0. Kiukweli wawekezaji mechi. Mwanangu Mwaki anateseka sana. Unaamka asubuhi na over 0.5. Yani goal lipatikane moja kwenye mchezo mzima. Yaani unaamka unakuta pale slip hazipo. Afu hiyo mbaya hiyo unajifanya umelala afu ili uikute asubuhi. Afu uikute. Mwaki ananifurahisha sana, nakwambia eti leo nimeondoa tamaa. Nikasema niweke magoli mawili. Ndo tamaa yenyewe hiyo. Magoli mawili utafunga wewe. Watu wakaniambia wewe si unacheza mpira Van Jum ukafunge wewe. Mpira World Cup bwana ina disappoint sana. Afu unajua World Cup ina magoli mengi sana lakini sasa kuna mechi inakauka kabisa yani. Sasa kama game ya jana ndio hivyo sasa mtu ameweka over 0.5. Hamna option kibao jana zimegoma. Nyingi sana jana. First half imegoma, second half imegoma, ashinde kipindi chochote kati ya vipindi vyote viwili. Jana Spain nimwekea under 10. Under 3. Ana 3.5. Under 3. Asifikishe goli asifike goli. Katoka bila mechi ya kwanza, yeye kapiga sema leo Spain sawa atashinda. Lakini najua timu zinacheza na Hispania lazima zinakaa nyuma sana. First half atazuia sana. First half goli 4 na 5 likakataliwa. Ngoni Baba Shop anasema Rich naomba muombe Evans aje leo Mbezi Beach. Moja kati Mbezi Beach Makonde. Moja kati ya vitu nimegundua kumbe huyu jamani jirani yangu ilikuwa ni jana. Jana nimetoka kwa Martha Magawa usiku. Nilikuwa nimeenda kula kwa Martha pale. Nilikuwa na Albi. Kwa lazima utaje usika wengine kwa sababu wewe nakujua. Imani ni ndogo sana. Imani ndogo. Unataka utengeneze speculation watu waone kwamba Rich ni mtu. Nilikuwa nimeenda kupata chakula na nikaangalia mechi ya Hispania. Wakati narudi kumbe ni pale ninapokaa mtaani kwangu aisee. Karibiana kanisani. Kwa hiyo nitakuwa nakuja kunywa kuweka away. Muhimu. Karibiana kanisani. Pale kwa Martha kuna kanisa hapa. Kuna kanisa. Kuna daraja, kuna kimlima. Sawa. Karibia maeneo yenyewe hapo. Sawa. Sasa
Lamine Yamal amefungua tournament rasmi jana katika ushindi wa goli 4-0. Lakini watu wengi wakiwa naamini hivyo, mimi naamini Mikel Oyarzabal ameshaanza kutangaza vita rasmi ya kiatu cha dhahabu. Kutumia message wewe. Wapi? Kwenye makala zako ulimsema Mikel Oyarzabal. Lini? Hajagusa mguso hata mmoja. Silikuwa kwa dakika 30. Yes, tena ukuzungumzia kwa maana, yani ulizungumzia kwa maana ya kama kumtumu. Wewe Oyarzabal ni mchezaji wangu bana. Akawajibu jana. Jana amepiga goli 2. Alikuwa anafunga goli 3 au 4 mechi ya jana. Sema tu. Nafikiri ile approach ambayo alianza nayo De La Fuente dhidi ya timu za namna ile ambazo unajua wataretreat, muda mwingi atakaa nyuma, ni sahihi. I think Dani Olmo ni special player kwenye hasa unapocheza na timu za namna ile, timu ambazo zina defend deep sana. Lakini pia my brother, sina maneno ya kumzungumzia Pedri. Yani sina kwa sababu Pedri sijui ni nini ambacho hawezi kufanya. Ila tu jana nilikuwa namtazama zaidi pia pa ukubas. Unajua mimi hapo kwa Pedri hapo. Pedri anamfundisha Vitinha namna ya kucheza michuano mikubwa ya kimataifa. Sasa wewe kwa sababu muda umeenda na kuna vitu anazianzisha, mimi sitaki kuingilia huko. Yaani vita usiingilie. Mimi vita ni hapa. Leo kwenye ile mijadala yako weka huo. Yaani kwenye comment nitakuja mimi na ndugu zangu wengine kama tulichokifanya kwa Joao Neves au kama alichonifanyia mimi baada ya kumpost Joao Neves, tutakuja hapa. Yaani Pedri hata kwenye Nations League ambayo alicheza finali, Pedri aling'aa, baada ya kutoka ndo Vitinha akaanza kuonekana. Nilichogundua mimi Pedri ni more versatility kuliko Vitinha. Pedri anaweza Pedri kwanza ameanza, sisi tunamjua kama namba 10. Sawa, ule msimu wa Xavi alicheza kama namba 10 ule. Kipindi kile anacheza na Messi alikuja kabisa. Umeelewa? Pedri kuna muda anaweza kucheza kama namba 8, ndio amecheza msimu uliopita Barcelona msimu mzima. Hata jana pia. Pedri pia unaweza kumtumia deep, sio wakati wa kuzuia timu itoke. Mimi naomba msimfanishe Pedri na Vitinha kwa usalama wa Vitinha. Pedri anajua mpira. Muda tu. Lakini sema Lamine. Yani Vitinha sasa hivi Lamine, Run jana mngekicha msingi sana. Kwamba Lamine Yamal inawezekana apate hata maneno machache kutoka kwa wale watu waliomtangulia. Kwa sababu unajua sasa hivi Hispania, yani unamwona Lamine ndio mtu ambaye anaweza akawapa kombe la dunia. Sasa ile pressure ni kubwa, lakini kinachonishangaza kwa ule bwana mdogo, yani yeye anacheza football na hata anavyohojiwa, yani ni kama ajali. Yani yeye ajali, anachojali yeye ni kwamba ameingia uwanjani, amewaburuza watu, mechi imeisha. Jana juzi alikuwa anahojiwa Evans, anaulizwa kwamba bwana Mbappe kaweka Messi, Harry Kane wamfanyaje? Wamefunga. Kwanza akamwambia kwanza mimi hivyo sio vitu vyangu. Sawa, mimi vitu vyangu ni street football, wachezaji wa Barcelona. Nikacheza mpira kusema Evans. Yani unajua ni ile aura ambayo yuko nayo Lamine. Yeye anaamini kabisa mimi nimekuja kucheza mpira wa miguu, sikuja kutafuta biashara za kubishana na mtu. Mimi ninachokifanya wao ndio watazungumza, nimefanya sahihi, nimekosea. Jana ameingia uwanjani kapasia kamba yake katolewa, na unajua ni kwa sababu pia hayuko fit enough. Ndio maana mwalimu anaona kumriski ni mbaya. Kwa mechi ambayo unaona mechi kama ya Saudia ni mechi ambayo unajua tu watu watarudi, watasubiri sisi tuje. Kwa hiyo tutengeneze tu mazingira rahisi, afanye vitu vyake. Na kikubwa ambacho yeye anaenjoy ni kuisaidia timu kushinda, sio yeye kuwa top scorer wala kitu kingine chochote. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.